Sasa hiyo ndio sasa naambiwa mimi ni support Zakayo. Mimi nita support Zakayo ili nizidi kuwadhulumu. Wacheni tu mimi ni make decision zangu. Mimi najua mama yangu hakuzaa mtoto mjinga. Mimi nita make the right decisions for my people. Sio iko sawa? Na tujipange na tuone jinsi ambavyo maisha itaendelea mbele. Then the same 2027 watu nimejua hizi nilemea, but wakiniletea Jose Camargo bado naweza sema tunarudi Embakasi. Si hapa ni nyumbani jamani. Bado naweza wapangia kazi. So bado tuko na choices ya rais, gavana, na bado tuko na nyumbani. So tutawapima tu hapa mbele tuone jinsi ambavyo mambo itaenda. But vitu ziko wazi hapa mbele. Actually nilikuwa nataka niende rais, nikaongea na running mate wangu, bado na make decision. Si mnamjua? Bado na make decision, mambo ikienda sawa tunaingia. Mnamjua? Yeah. Amjui? Anaitwa nani? Sasa oneni sasa mambo iko sawa. Wacha tujipange. Juzi watu wa mlima hapa mliona mimi sikuguza mlima. Sawa? Kwa sababu ile haikuwa vita yetu. Si wale wawili walitoa penye wanajua penye walioana. Sasa wakiwachana mimi ndio niitwe niwawachishe. Na mimi pia niko na mtu kwa nyumba kutoka Murima. Walikuwa nataka ninyimwe. Singekuwa ni ngumu jamani. Ha? So hiyo ilifanya siwezi guza Murima. Juu mimi nikirudi kule Murima nitakaribishwa kweli. Mambo itakuwa ngumu. Na nitakaziwa kwa nyuma. So mimi nilisema hiyo vita haikukuwa vita ya ODM. Ile ilikuwa vita ya UDA. Venye walipatana umalizane. Sio ilikuwa sawa? Hiyo ndio nasema siku hizi ya usikii maneno. Unataka nisikiaje maneno jamani? Kama ni kupigania baba, kuna mjumbe yote amewahi pigania baba kunishinda? Kuna mwenye ameshikwa juu ya baba kunishinda? Kuna mwenye alikampaign in 280 constituency out of 290 in this country kunishinda? Hata hapa Embakasi East nilikuwa nakuja tu only twice a week. Nilikuwa na kampenia baba 5 days in a week. Si ni ukweli? Nilikuwa nauliwa na baba Raila Amolo Odinga kule Soi. Ile chopa ilipopigwa na mawe nilikuwa ndani ya hiyo chopa. Mimi na Junet na baba. Wangapi? Tulikuwa tunauliwa watatu. Mimi na yeye. Pale Elgeyo Marakwet nilikuwa nauliwa mimi na yeye. Wenye wanakuja kuongea sahihi hata hawajawahi shikwa na kanjo kwa kutema mate. Sahihi ndio wanasema hao ni mandume. Ndume gani? Ndume gani juu umeona serikali unakimbia huko haraka? Inamaanisha ulikuwa unatakanga kuingia huko. So saa zile tunapiga ndugu yenyu, saa zile unapiga ndugu yako, jiulize huyu jamaa alishafanyia mzee nini? Sio ni sawa? Tuzidi kuombea baba. Huyo ndio baba yetu. Tuzidi kumuombea hata afya njema. Mungu ampatie afya njema. Juu huyo mzee ametujaribia pia sana. Sio mambo itakuwa ni sawa? Ukiingia hapa Embakasi Primary School, enda tu hapo ukitoka hapa sahi, utaona classrooms zinajenga hapa. Si zinaendelea? Ukiingia hapo Embakasi, sijuzi ni mwanunulia basi. Hiyo ni kazi sio kazi. Ukienda Donholm Primary School, najenga secondary school hapo inaisha sahi. Si kazi iko sawa? Ukitoka hapo hiyo Donholm Primary School niliwanunulia basi. Edelweiss Primary School niliwanunulia basi. Haijapita miezi 2. Hiyo ni kazi sio kazi. Embakasi Garrison hapa, enda. Classes zinajengwa, zinaisha sahi. Sio ni kazi? Tasia from next year tuko na shamba na wajengea shule. Primary school itakuwa hapo Tasia, inaitwa Tasia Primary School. Wengine bado wanasema babu hafanyi kazi. We unajua kazi ni nini jamani?
Kama tunasema kazi ni nini jamani? Si hiyo ndio kazi? So hao wengine pia lazima siasa pia ichezwe. Umejua pia lazima uwe kept kwa check ili ufanye kazi poa. So kiongozi nzuri ni yule ambaye pia naambiwa hii ni nzuri lakini ongeze. Hiyo ni poa kabisa. Hiyo iko sawa. Kwa watu wetu hii Embakasi constituency, nimejua hapa mbele watu wanatuletea vita sana. Nyinyi ndio mtani protect kama watu wangu. Mimi kisiasa unaona natwangwa kwa chama chetu cha ODM. Nikitoka nje natwangwa na Zakayo. Anapotea hata na mimi 3 days. So hawa watu wote wananinyorosha. So nyinyi ndio mtanisaidia, nyinyi ndio nguvu yangu, na nyinyi ndio mtanisaidia watu wangu. Na nyinyi mkae na mimi. Mimi sitakuwa disappoint. Hapa mbele tunaangalia mbele pia. Na huwa nawaambia wananchi wa Embakasi, nyinyi mtulie. Siku moja mtakuja mkojoe kule State House. Mnanielewa vizuri? Mnanielewa vizuri? Hebu angalia tu hapo nini bunge. Angalia mbunge wako wa nyumbani. Huyo mtu ananishinda. Angalia tu mbunge wako wa nyumbani. Sasa pale bunge, si tunajua baba namaliza safari, Zakayo pia naenda zake, watu wote hao wenye wako juu wataenda zao, sisi ndio tutabaki. Angalia wenye mtabaki nao. Si we are the best. Sasa mbona msikuje mkojoe State House siku moja? Sasa sisi pia tuko na ambition. Na ambition, ukiona babu ako na ambition na mtoto wako mwenyewe aone babu ako mahali, hata yeye anakuwa encouraged. Kama babu ametoka kule nyumbani akakuja hapa Nairobi na anajaribu kusucceed, hata mimi naweza succeed. Si mtoto wako ataona hivyo? But babu asipo succeed, hata mtoto wako atasema jamani, kama babu ndiye alijaribu akanyoroshwa hivyo, mimi naye nitaenda wapi? Mimi naweza kuwa mwalimu ama daktari. So unaona yeye pia anakuwa discouraged. So hapa mbele tutawaambia tunataka nini. 2027 ukiniweka kwa debe na uweke Zakayo kwa debe, hiyo ni asubuhi tumemaliza huyu mtu. Asubuhi. Ama bado mna doubt? Umejua baba ni mzuri kwa sababu ana utu. Hata mambo ukienda mrama anawacha tu, anasema yeye ni the bigger person, anawachia watu. Sisi tukipiga kura tunaenda kuishi State House immediately after kura. Whether itangazwe isitangazwe tunaingia State House. Ama vipi? Na 2027 angalia Nairobi. Angalia Nairobi. Yani Mungu anawekanga watu wengine kwa uongozi ili wengine wakuje wachukue kwa. Si unaona Nairobi iko wazi. Kesho rais ikienda sana hii wiki, labda asikie tu abadilishe akili yake juu nimesema sahihi. But ameweka mikakati, wana form the National Steering Committee kama NMS ya kusaidia gavana kazi, kwa sababu huyo ni mtu bore sio bore. Yani unapewa kazi na wananchi, alafu kazi imekushinda kabisa, kazi yako ni kuiba pesa. Sio ni mkebe ya Blue Band. Sio ni gunia ya makaa. Rais mwenyewe anaenda kuform a committee inaitwa the National Steering Committee ya kuran Nairobi. Gavana akasema jamani, msiniaibishe, wacha niwekwe hapo kama chairman. Sasa atawekwa chairman, kuanzia vice chairman na members wote wa committee rais ameappoint, Ruto ameappoint, ili wamsaidie kuran Nairobi. Yani wewe uliambia wana Nairobi unaweza, alafu unachukua bibi yako unapatia jirani akupatie mtoto. Jamani, hii ni ungwana? Si imeenda? Sasa Nairobi tumekuwa na shida kwa sababu wananchi wana shida ile ya ukweli. High cost of living, overtaxation, lack of jobs, unemployment. Si hizo ni shida ambazo tunaona hapa. Saizi wameweka shisha. Shisha inamechosha kifua ya watu sahihi.
Imelewesha wananchi. Ukiona ile university funding model, nilikuwa hapa ndio mama alikuwa analilia mtoto wake amepata A, aliitwa Moi University kufanya medicine, hawezi enda kwa sababu anataka alipe 600,000. Jamani, hiyo ni nini? Kama tuko na rais, mbona usielimishe tu watu? Hata elimu tu ndio itasaidia watoto wetu, wapatie education. Hata education ukimake free, si Kibaki alimake education free? Kwani utasema university ndio kuna watu wengi kushinda primary? Si unaona tuko na shida hii Kenya jamani.